Hello wapenzi watazamaji wa Connection TV, mimi ni Chionda na hii ni Connection TV habari. Habari za Afrika, habari za kimataifa na habari za nyumbani. Habari kwa ufupi: Marekani kusaidia meli zilizokwama huko Hormuz. Chama cha Modi chakabiliwa na mtihani mkubwa. Habari hizi ni kutoka New Delhi. WHO yathibitisha mlipuko hatamvirua duniani. Hantavirus waua watatu kwenye meli ya kitalii. Iran yathibitisha kupokea jibu la Marekani kuhusu pendekezo jipya la amani. Habari kamili. Washington inaeleza kuwa ndege 100 na wanajeshi karibu 15,000 watahusika kwenye operesheni hiyo ambayo rais wa Marekani anaeleza kama msaada wa kibinadamu kwa mataifa yasiyohusika moja kwa moja na vita kati ya Marekani na Irani. New Delhi. Kura za uchaguzi wa majimbo nchini India unaendelea kuhesabiwa katika majimbo mengine ya West Bengal, Tamil Nadu, Kerala na Assam pamoja na eneo la shirikisho la Puducherry. Matokeo ya uchaguzi yanaonekana kama kipimo cha awali ya nguvu ya Waziri Mkuu Narendra Modi na chama chake cha Bharatiya Janata Party BJP katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2029. Chama cha BJP kinalenga kuendelea kushikilia madaraka katika jimbo la Assam, kikijaribu kuongeza ushawishi wake kusini mwa India, hususani katika majimbo ya Tamil Nadu na Kerala ambayo bado yana changamoto kubwa ya kisiasa. Macho yote sasa yako katika jimbo la West Bengal ambapo BJP inajaribu kukiondoa madarakani chama cha TMC katika kinyang'anyiro chenye ushindani mkali. Kampeni ya West Bengal iligubikwa na utata kufuatia marekebisho ya orodha ya wapiga kura ambapo mamilioni ya majina yaliondolewa katika daftari la wapiga kura, hali iliyozua mjadala mkali. Upigaji kura na kuhesabu unaendelea kutarajiwa kuchukua muda zaidi, huku matokeo ya awali yakitaja kuanza kutangazwa ndani ya saa chache zijazo. Geneva, Uswizi. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa taarifa, wanasema watu 3 wamefariki katika kufuatia mlipuko unaoshukiwa na una virusi vya hantavirus kwenye meli ya kitalii iliyokuwa safarini kutoka Argentina kuelekea Cape Verde, kwa mujibu wa shirika la Afya Duniani WHO. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 70 alianza kuugua akiwa ndani ya meli ya MV Honduras na kufariki alipowasili katika kisiwa cha St Helena, huku mwili wake kusubiri kurejeshwa nchini Uholanzi. Mke wake mwenye umri wa miaka 69 pia aliugua na kufariki hospitali mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Wawili hao walikuwa raia wa Uholanzi. Kisa pekee kilichothibitishwa kuwa ni cha virusi hivyo ni vya raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 69 ambaye kwa sasa yuko hoi katika uangalizi wa maalum ICU jijini Johannesburg. Aidha, wahudumu wawili wa meli hiyo wanahitaji msaada wa haraka wa matibabu. Maafisa wa Uholanzi wanapanga kurejea nchini mwao watu wawili wenye dalili pamoja na mwili wa mtu watatu aliyefariki ambapo bado uko ndani ya meli hiyo. Virusi vya hantavirus huenezwa na panya, hasa kupitia hewa yenye chembe chembe kutoka kinyesi au mkojo wa panya. Kwa kawaida maambukizi kutoka mtu kwenda mtu ni nadra sana. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Professor Paul Griffin amesema hali ya kushangaza kwa sababu meli za kitalii zina mazingira yanayoweza kurahisisha maambukizi kutokana na msongamano wa watu, ingawa ni nadra sana kuona hantavirus ikisambaa katika mazingira kama haya, hasa baada ya kuboreshwa kwa viwango vya usafi tangu janga la COVID-19. Teherani. Irani imetangaza kwamba imepokea majibu kutoka Marekani kufuatia pendekezo lake jipya la amani, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje akisema ujumbe huo uliwasilishwa kupitia Pakistani na sasa unafanyiwa tathmini.
Hata hivyo, Marekani haijazipitisha kupokea majibu kutoka mjini Teherani. Rais Donald Trump amenukuliwa akisema pendekezo au mpango huo wa Irani haukubaliki kwake. Akaeleza kuwa haukidhi matarajio ya Washington. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani, mpango huo wa vipengele 14 pamoja na mengine unaitaka Marekani kuondoa majeshi karibu na mipaka ya Irani, kusitisha vikwazo vilivyodumu kwa miaka 47 na kufungua bandari zilizowekewa blokedi na kuacha mashambulizi kwa wahusika wake kwa ukanda Hezbollah, Houthi pamoja na IMPC wa kule Baghdadi katika jimbo la Ibri pamoja na vikosi vilioko Damascus karibu na milima ya Golani. Wakati huo, Trump amesema Marekani itaendelea kulinda usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz na kuonyesha kuwa uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi iwapo Iran itafanya makosa. Mvutano kati ya mataifa hayo unaendelea huku Irani ikikanusha madai ya kutengeneza silaha za nyuklia na kufanya uhalifu duniani. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa nchi yake itaanza maoperesheni maalum ya kusaidia meli zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz, na akieleza hatua hiyo ni kama msaada wa kibinadamu kwa mataifa yasiyohusika moja kwa moja na vita kati ya Marekani na Israeli. Trump amesema operesheni hiyo itaanza rasmi leo Jumatatu, ikilenga kusaidia meli na wafanyakazi wake ambao wamekwama kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na vizuizi vya Irani katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, ambayo inasemekana inapitisha 20% ya mafuta ghafi kwenda mataifa mengine. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka, ambapo Iran imezua usafirishaji wa mafuta bidhaa zingine kutoka Ghuba ya Uajemi, huku Marekani nayo ikiweka vikwazo kwa meli zinazotoka bandari za Irani. Wakati huo, Irani imethibitisha kuwa imepokea majibu kutoka Marekani kuhusu pendekezo la amani lenye masuala 14, ikijumuisha madai ya kuondolewa kwa vikwazo, kusitishwa kwa mapigano, huku Teherani ikisema bado haijachambua vizuri mambo hayo. Hata hivyo, Trump ameashiria kutoridhishwa na pendekezo hilo la Irani, akisema huenda lisikubalike, wakati Irani ikisisitiza kuwa kwa sasa hakuna mazungumzo yoyote dhidi ya Marekani kwa sababu ni wasaliti wasiokubali maneno yao wenyewe, wanaokiuka makubaliano na wa usitishaji wa mapigano toka enzi ya kale mpaka sasa. Marekani haiaminiki. Haya ni majibu kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi, pia na bwana Pezeshkian ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Irani. Teherani wanasema vita ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vimedumu kwa takribani siku 40, na sasa vita hii imegeuka kutoka kuzuia Irani kutengeneza silaha za nyuklia na kuelekea blokedi katika mlango bahari wa Hormuz, na hii inaonyesha Marekani imesogezwa katika malengo yake. Lengo la Marekani ilikuwa ni kuzuia utengenezaji wa nyuklia na urutubishaji wa madini ya uranium ambaye Muirani anamiliki, wanasema kilogramu 460 ambazo zinaweza kutengeneza bomu la nyuklia kama 3 hadi 2 kwa mwezi. Lakini sasa Marekani ajenda yake imegeuka. Marekani aligeukia ajenda yake pale alipopanga mpango wa kwenda kuchukua uranium ya Irani katika ile facility ya Isfahani na kule vinu vya nyuklia vilivyoko Busheri, na pia alipanga mkakati wa kwenda kuvamia kisiwa cha Kagi Island ambacho kinatoa mafuta kwa Irani 96%, ukiwa the backbone of Irani economy, yani mgongo wa uchumi wa Irani. Na hii ni Connection TV habari. Mimi ni Chionda wa Chionda, na hizi ni habari za kimataifa, habari za Afrika, burudani na uchambuzi wa kina. Tunaendelea ndugu wana wa Afrika.
Anasema Berlin, Ujerumani, viongozi wa Ujerumani bwana Merz ameiambia Marekani imezidi kuaibishwa mbele ya macho ya ulimwengu kwa sababu amri zake, mipango yake inabadilika, haitimiliki. Nguvu zake zimeshindwa kufanya kazi katika Mashariki ya Kati, huku Israeli ikiondoa vikosi vyake kutoka kusini mwa Lebanoni ilikopambana kwa nguvu zote, lakini Mahuti wakionyesha uwezo Mahuti wa kule Yemeni pamoja na Hizbollah wa Lebanoni wakiongeza mashambulizi yao katika miji ya Tel Aviv, Haifa, Ashdod pamoja Jerusalemu, ikiwa ikilengwa kwa ufasaha. Mwisraeli ameharibiwa vituo vyake vingi vya uchumi, vituo vya kisayansi, vituo vya kijeshi, vituo vya kiusalama pamoja kama vile vinu vya nyuklia vilivyoko kule katika maeneo ya Dimona pamoja na uwanja wa ndege ya Ben Gurion na vituo vingine vya kurushia ndege za kijeshi kuelekea pande zote za Middle East. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema ya kwamba Ufaransa haitohusika katika vita ya Marekani dhidi ya Irani kwa sababu Marekani hakuitaarifu washirika wake jinsi atakavyo kutoa information jinsi ya uvamizi unavyoelekea huko Teherani. Amevamia. Mkataba wa NATO unasema ndugu yetu akivamiwa, mshirika wa NATO atakavyovamiwa, NATO iko tayari kumsaidia, ila Marekani amevamia na bila taarifa rasmi kwa washirika wake wanaitwa North Atlantic Alliance, NATO. Marekani vita yake dhidi ya Irani yamebaki peke yake, washirika wake wakimkataa, huku msisitizo mkubwa ukitoka kwa waziri mkuu wa Spain bwana Pedro Sanchez. Pedro Sanchez amesema hahusiki na vita hii dhidi ya Irani kwa sababu dunia ilidanganywa na Marekani mara nyingi, wakitangaza kwamba Saddam Hussein anamiliki WMD, weapon of mass destruction, lakini mwishowe ikaja kugundulika kwamba ni uongo. Hans Blix alidanganya baraza la usalama. Donald Rumsfeld, waziri wa ulinzi wa Marekani, naye alidanganya umma ya kwamba Saddam Hussein anamiliki silaha za sumu, akiua raia wake wenyewe, akifanya unyanyasaji wa kidini na wa kikanda dhidi ya watu wa kutokea katika maeneo ya Kurdi. Wanasema Saddam aliendesha mauaji ya halaiki akishirikiana na waziri wake wa ulinzi, wanamwita Ali Mahamudu, bali kwa jina la wa magharibi wanamwita the chemical Ali, kwa sababu wanasema alitumia silaha za sumu na kuwashambulia na kuangamiza watu kutoka maeneo ya jirani na Irani na Iraki. Kwa hiyo haya matokeo ndio washirika wa Marekani wameona wanaingia vitani bila kuwa na faida. Kuingia vitani maana yake ni kusaidia watu wapate maisha nafuu, wasihangaike. Wairaki leo wanakufa, wanazaliana wakiwa vilema kutokana na mabomu ya sumu ya Marekani. Na hii ni Connection TV habari. Mimi ni Chionda wa Chionda. Tembelea Connection TV habari, utakuta habari tofauti, michezo, burudani, TikTok, Instagram, YouTube. Connection TV habari. Mimi ni Chionda wa Chionda, mpaka mara nyingine. Connection TV, the house of details and fact news.